hii kelele iko bunge la Kenya. Tunataka hii kelele imalishwe na rais. Na rais tuko na wewe na tuko nyuma yako. Na kumaliza hii kelele ni urundie ile mpira ulikuwa naye ya kuanza siasa zako. Wakati ulianza siasa ulikuwa na Kithure Kindiki na ukakuja hapa Meru ukasema huyu muungwana anafaa kuwa naibu wangu. Watu wakakwambia ndio. Lakini mliporudi Nairobi mlienda wajumbe wako wakakaa chini wa chama ya Kenya Kwanza wakapiga kura, Kithure Kindiki akashinda. Sabali ya kwanza, ya pili akashinda, ya tatu akashinda, ya nne usiku hiyo wewe ukatangaza Gachagua ndiye atakuwa naibu wa rais. Kwa hivyo nataka nikuambie Wameru wamekaa ngangali wakiwa wanangojea. Ukibandiliza usibandiliza na mwingine ni Kithure Kindiki. Abrahamu Kithure Kindiki. Kwa nini? Kithure Kindiki ni mtoto wa reverend, mtu amerewa kwa kanisa, ana vita, ana vitina, hata ile kitu ulikuwa umempea unaona bila amekutumikia, amefanya kazi kukiwa na masinda, anasitolea. Kwa hivyo ukimpatia hii kiti, Meru itafurahi na hata Mlima Kenya itafurahi. Na hii impeachment ni tofauti na hizi zingine huwa zinaendelea Kenya kwa counties, kwa sababu hii ni impeachment ya deputy president. Kwa hiyo ni deputy wa mtu ambaye ni mdozi wake. Na ukiona imefika hapo, then unaona kuna maneno iko ndani. Kwa sababu maybe ni wrong choice ya candidate wa deputy. Lakini leo tuko hapa, sana mimi niko hapa kusema kwamba kama kuna mabadiliko inafanywa pale juu, sisi tuko macho sana. Na raundi hii hatutaekwa vile huwa tunaekwa wakati mwingine. Wakati mwingine tunaenda kuinda, tukishapata sasa sisi tunakaa kando, inaenda na wengine. Juzi tumesema Mount Kenya ni moja, East na West ni moja, lakini kila mtu ako na pahali anatoka. Mount Kenya West ni ndugu zetu na tunawashukuru sababu tunaona wanasupport Professor Kithure Kindiki. Na Mount Kenya East nayo wakati yao imefika. Hata wakati Yesu alizaliwa ulisikia the wise men walitoka East. Na kuna wise man katika Kenya hii anaitwa Professor Kithure Kindiki. Na tunataka kusema hata kama aongei mahali yako ajue kama mabadiliko itafanyika hapo juu. Kenya yote ishaamua, Kenya imedecide kwamba hapo juu wanataka kwanza mtu ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa rais, mtu mwenye atakuwa shupavu kwa kutenda kazi, mtu ambaye atasaidia rais kutimiza yale malengo yake na yale mambo yaliyoahidi wa Kenya. Na Kenya yote ukisikiza Coast, ukisikiza Rift Valley, ukisikiza Northeastern, ukisikiza Eastern, Lower Eastern, Upper Eastern, ukisikiza Nairobi, wameamua na wamekubali kwamba Professor Kithure Kindiki yeye ni anaweza hiyo kazi ya naibu wa rais. Na hatutakubali, na ile imefanya tuongee ni kwamba kuna wakati tunaangalia tunaona ni kama kuna karata inachezwa mahali. Ati sasa wakati ukifika profesa aekwe kando kama vile aliwekwa kando wakati wa kuteua mwenye atakuwa deputy mwaka wa 2022. Raundi hii hiyo nafasi ikipatikana hakuna mambo ya kuongea. Ni automatic Professor Kithure Kindiki aweze kuunganisha Kenya yote ndio tuende mbele kujenga nchi yetu ya Asanteni. Ndio hiyo. Sasa umeona vizuri Ngirogoro. Chanja. Baba. Ni kijana wa bishop, ni kijana wa reverend. Na vile amefanya Kenya hii kila mtu yeye wakati alienda kuchagua msichana alipatiwa msichana ako na shura na ako na tabia. Tunatumia gani? Tunatumia mic gani? Tutu wa President William Ruto kuhakikisha tu gukaria gitike uko hali na mali na inye nkona ya ikonora then ure wari mwene giti ombe kulitira Kenya ngugi, ombe kulitira Mount Kenya East West ngugi, ombe kulitira Kithure Kindiki
mutongeria just wa region ya imwe ya Eastern kana Mount Kenya ura ni mutonge ko ikyo tujerete antu kwena arwe na inye tugwire. Niseme wakati wa campaign 2022 tulikuwa tunaombea Kithure Kindiki ili awe deputy president wa Republic of Kenya. Na wakati tulikuwa tunaendelea na maombi, tukasikia wabunge wanapiga kura, wakapiga kura mara ya kwanza, Kithure Kindiki akapita, ya pili akapita na ya tatu akapita. Sijui kuliendaje, sasa tukasikia ati the deputy president ni Gachagua. Na tunasema kama wachungaji ya kwamba maombi hayaozi. Na tunasema kama kulibadilishwa, Mungu naye abadiliki. Na tunasema sasa ndio wakati umefika, wakati wetu wa kushukuru Mungu, sababu hata Wakenya wote wameona ile kazi Kithure Kindiki anaendelea kufanyia Wakenya, apangui counties ama mahali, anafanya kazi kwa Kenya yote kwa jumla. Kwa sababu president alikuwa anachaguliwa ndio kuwe na amani kwa hii nchi yetu na tupate maendeleo. Na kama kumetokea burugu kati yako na naibu wa rais, tunaomba huyo naibu wa rais aondolewe mara moja ndio Kenya ipate amani. Kama ndio sababu njia tu ya pekee tutaweza kuwa nayo ya kupata amani nchini Kenya na tupate maendeleo, wacha aondoke, mwingine aingize. Na si mwingine, Kithure Kindiki. Kwa sababu hiyo ilikuwa nafasi yake kutoka mwanzo. Mara ya kwanza walipiga kura, Kithure akapata kura 13 against Gachagua akiwa na kura 4. Wakarundia akapata kura 17 against 6. Mara ya tatu wakapiga, wakaongeza watu, wakapiga ikatoka 34 votes against 13. Kwa sababu hiyo mimi nasema hivi, nafasi ilikuwa ya Kithure Kindiki. Lakini wewe mheshimiwa rais ukaenda ukachukua Gachagua, ni sawa. Lakini sasa imefika wakati mwingine wa Mungu kurejesha amani nchini Kenya. Na kama ni njia moja tu ya pekee ya kupata amani, kuacha huyo Gachagua akae kando, tupate amani na tupate maendeleo. Naomba wananchi wa Meru, kesho mjitokeze, muende mfanye kazi yenu kama bili inatakikana kikatiba, alafu turudishie nafasi wale wabunge wetu wenye tulichagua watekeleze wajibu wao, na by tarehe 8 tutakuwa na matokeo, na kama Mungu atatujalia tupate na hiyo nafasi tuweze kuwa na naibu mwingine, asitoke kwingine, kwa sababu ilikuwa nafasi ya Kithure Kindiki. Wacha irundishiwe Profesa Kithure Kindiki. Kesho ni siku ya kutoa maoni, na sisi tunasema vile MPs wameendelea, waendelee na hiyo kazi wamepewa, na wamalizane asubuhi mapema, sababu tunataka mwenye alibiwa haki yake arundishiwe mapema, na sio mwingine. Huyu kijana mnaona, sitamuita, sio mzee sana, ni kijana. Huyu kijana mnaona anaitwa Ibrahim, ni kijana wa bishop, ni kijana wa reverend. Na vile amefanya Kenya hii, kila mtu amefurahi. Na sasa hii kura iliibiwa, na makosa iko kwa our excellency William Ruto. Yeye wakati alienda kuchagua mchichana, alipatiwa mchichana ako na shura na ako na tabia. Akapata mwingine njioni ako na sura mzuri. Sasa haku ameangalia tabia, tunakuambia Bwana Ruto, divorce mwenye hana tabia, chukua mwenye ako na tabia na shura. Asante.